because of our faith kwa sababu ya imani in the one and only true God. kwa Mungu mmoja wa kweli. Now, Sasa let me take you back again to Genesis. tukirudi hapo mwanzo, In the book of Genesis, hapo mwanzo God blessed man. Mungu alimbariki He mwanadamu. said, go and multiply. Akasema nendeni mkaongezeke. Go and increase. Nendeni mkawe wengi. Go and subdue the whole world. Nendeni mkatawale ulimwengu. Now that came Nayo ikaja, unconditionally. haikuwa na masharti. It came unconditionally. Haikuwa na masharti. And we now see the intention of God. Na sasa tunaona nia ya Mungu. That from the beginning, Kuanzia mwanzo, God wanted His children to prosper. Mungu alitaka watoto wake wafaulu Unconditionally. pasipokuwa na masharti, To increase. kuongezeka. And when we come to our Father of faith, Na tukija kwa baba wetu wa and imani, He blessed him again. na akambariki tena, And He said, I will cause those who bless you akasema nitafanya wanaokubariki to be blessed, wabarikiwe, and those who curse you na wanaokulaani to be cursed. walaaniwe. He said, all the nations of the world will be blessed through you. Mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa kukupitia. Out of one man, Abraham, Kupitia mtu mmoja Abrahamu, God formed a nation. Mungu akaumba There were many. akaumba nchi, wakawa wengi, There were many. One day, a prophet called Baal wanted to cast them. Mtu mmoja alitaka kuwalaani aliyekuwa akiitwa Bala. When he wanted to cast them, Na wakati alikuwa anataka kuwalaani taifa, he said, these people are many. nasema watu hawa ni wengi. These people are many. Watu hawa ni wengi. They were many. Kwa kweli walikuwa As a wengi. child of Abraham, Kama mwana wa Abrahamu, I believe now you know Abraham's blessings are yours. najua sasa unafahamu kwamba baraka za Abrahamu ni zetu. I said Abraham's blessings are yours. Baraka za Abrahamu ni zako. So you multiply, Basi unaongezeka, you increase, unakuwa wengi, you subdue, unatawala, and those who bless you are blessed, wanaokubariki wanabarikiwa, and those who curse you are, wanaokulaani and through you, na kukupitia God blesses many people. Mungu anawabariki wengine wengi. That covenant was sealed Hiyo agano iliratibishwa by blood. kutumia damu. In short, Kwa kifupi, when you look at the Old Testament, ukiangalia agano ya kale, every covenant that God made, kila agano Mungu alitengeneza na He watu, sealed it with blood. aliratibisha kupitia By damu. blood, Kwa nini? Leviticus 17, I believe. Is it 21? He said, Mambo ya Walawi. without the shedding of blood. Pasi. No. So that one. Leviticus. Put Leviticus. He said, the life of the animal Kwamba uhai wa is in the blood. iko katika damu. For the life of the body is in the blood. Have you seen that? From this you see a lot of things. Kwa hii tunaona mambo Okay, mengi. let's read the one together here. 1, 2, 3. Some people are not reading. For the life of the body It's in the blood. I have given you the blood of the altar. To do what? To purify you. Making you like the Lord. It is the blood given in exchange for a life. Possible. Amen. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu. Yes. Nami nimewapa nyinyi hiyo damu juu ya madhabahu. Aha. Ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Yes. Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Hiyo damu ndio ufanye nini? Let me go back to my English. Let me not struggle with other people's tongues. Where I come from, English is our tongue. So, yeah, thank you. So for the life of the body, it's in the blood. Kwa uhai wa mwili huu katika damu. So when God gives the blood, Kwa hivyo wakati Mungu anapeana damu, He gives you life in exchange. anakupa uzima na uhai. And so I want you to understand Kwa hivyo nataka uelewe that there is an exchange taking place. ya kwamba kuna kupeana na kupokea. Instead of the blood, you receive life. Let me come again. He has given you blood also. Amekupa damu pia. Let's say life.
One more time, say life. Uzima. Say life. Say it again. Number 2, purification. Utakaso. Sema purification. Utakaso. What does God want you to do? Mungu See, put the scripture. Mungu anataka wewe upokee nini? Purification. Utakaso. You need to be purified Ya kupasa kutakaswa so that you can be right with the Lord. ili uwe katika njia sawa na Mungu. So the blood of Jesus, Damu yake Bwana wetu Yesu, just like the blood that was offered back then, kama tu damu ambayo ilikuwa inamwagwa wakati wa was Agano la for Kale, purification, ilikuwa ya upatanisho, so that we can be in the right standing with God. ili tuwe sawa mbele ya Mungu. It was given in exchange for life. Ilitupeanwa ili tupate uzima. So we now see 2 things. Sasa kuna mambo mawili, Life. uzima, And number 2, la pili purification. utakaso, upatanisho. Kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi, nguo nyeupe mno, kuoshwa kwa damu iwe safi, nguo nyeupe, tumeoshwa kwa damu ya kondoo. So the blood does 2 things. Hivyo damu yafanya vitu viwili. The blood purifies. Inakutakasa. So the one to be purified Yule ambaye anatakaswa has impurities. basi inamaanisha ana uchafu na mawaa. Impurities Na mawaa can be in your body, inaweza kuwa katika mwili, can be in your mind. kama mawazo, Because sometimes what you're thinking of now hata kwa mfano yale unayoanza sasa probably is not good enough. labda sio mzuri. Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Impurities of the mind. Mawaa ama uchafu ama unajisi wa mawazo. What we watch, Kile ambacho unatazama what we hear na yale unayoyasikia can cause your mind to be impure. inaweza fanya And mawazo so yako the blood yasike. purifies. Kwa hivyo damu yaleta And the utakatifu blood gives life. na inapatiana uzima. And so as it was in the Old Testament, Jinsi ilivyokuwa katika Agano ya Kale, though he used the blood of animals, ingawa alitumia damu ya wanyama, he knew alijua that was not enough. hiyo haikutosha. It was just a type, Ilikuwa a tu shadow ni mfano of what God had intended to do. ya yale Mungu alikuwa amekusudia, That in the fullness of na time, kwamba wakati ukifika God was going to give us Jesus, Mungu alikuwa anaenda kumtoa mwanawe, and was going to offer Jesus alikuwa anaenda kumtoa mwanawe for the forgiveness of the sins. kwa msamaha wa dhambi, Sins that were committed long time. dhambi zilizofanywa So the blood kale. only covered the sins for a while. Damu ile ilikuwa inafunika It dhambi, didn't wash. haikuosha. Why? Kwa nini? The blood of animals Damu ya wana kondoo could cover sins. ilikuwa inafunika dhambi, So that when God approaches human beings, ili Mungu akimkaribia mwanadamu, when God comes to have a relationship with you, Mungu akikuja kuwa na ushirika He nawe, does not see your sins, haoni dhambi ya mwanadamu, though there are many. ingawa ni nyingi, And He does not consider you a sinner na angalii kwamba wewe ni mwenye dhambi, because you have been washed. kwa sababu tayari And umeshaoshwa. what has washed you Ni is the blood nimekuosha. of Jesus. Ni damu yake Bwana So the Yesu. blood of Jesus Damu yake Yesu was covering the sins. ilikuwa inaosha dhambi. I mean, the blood of the animals. Damu ya kondoo ilikuwa inafunika dhambi. But now, Hivi sasa that was not perfect. hiyo haikuwa kamili. Are we still there? Are we still there? Say the blood of animals Damu ya kondoo was not perfect. haikuwa kamili, It could not wash haingeweza kuosha, away the sins of man. haingeosha na kuondoa dhambi ya Why? wanadamu. Kwa nini? The sins that were to be washed Dhambi zile ambazo zingeoshwa were deep in the heart. zilikuwa ndani ya moyo kabisa. Mark 7:21. They were deep in the heart. Matendo ya Mitume 7:21. And so, Na
kwa hivyo the sprinkling of the blood kwa kumwagika kwa damu could only cover the sins. ilikuwa tu inafunika dhambi. Mark 7:21. Marko 7:21. For it is from within, out of a man's heart, that evil thoughts come. Kwa sababu ni kutoka kwa moyo wa mwanadamu mawazo maovu hutoka. See where sin is hidden. Ona mahali dhambi imefichwa. Show me where sin is hidden. Hebu nionyesheni mahali dhambi imefichwa. Some people are doing like this. They see anything in their mouth. Je, dhambi imefichwa? Hiyo dhambi imefichika kwa mdomo yako. Hata ukisikia dhambi inatoka kwa mdomo, lakini imejificha kwa roho ya binadamu. Sin is hidden in the heart of man. What kind of things are hidden Ni vitu vya aina gani ambavyo vimefichwa in the heart of man? ndani ya moyo wa mwanadamu? The same heart Moyo ule ule that claims to love God ambayo inadai kumpenda Mungu. is hidden sexual immorality. Hapo ndipo kuna unajisi Is hidden murder. na kuua. Na murder sio kuchukua kisu na kudunga mtu akufe ama kubonda mtu ama kuua binadamu. Murder, Yesu akaeleza maana ya murder. Hata ile kote anasema baba murder manslaughter. Kwa koti ya Yesu, mtu yeyote ambao umechukia, Anybody that you hate, unahesabiwa kwamba tayari umefanya nini? you have murdered them. Hata immorality. Immorality sio kwenda kwa lodge. Even this immorality is not necessarily sleeping with someone. Wengine wanafikiria kwamba wale ambao wanalala kwa lodge ndio immoral. Hata wale ambao wanasindikiza na salibira. Even those who look at them too much. Nani tumia network? Tumia network. Iko mwanasiasa mwingine anasemaga ni full network. Yaani struggle kuelewa vitu wanakara. So hata wale ambao wanasindikiza na salibira. Yesu anasema ukisindikiza hivyo na roho yako iwe na tamaa, basi unahesabiwa kwamba tayari ushafanya nini? Sasa hii shida ambao wanadamu wako nayo, wanadamu wanaangalianga, huyu amefanya dhambi. Ile kila wao wanaitanga dhambi, hata sio dhambi, ni matunda ya dhambi ambayo inaishi ndani. Sometimes what people call sin is not sin, it is the result and the product of sin that is the heart. Those things you people see and hear, Vitu ambavyo nyinyi mwaona, hiyo sio dhambi. that's not sin. Hiyo ni matunda ya, That's the result of sin. hiyo ni matunda. Matunda ndio huwa inaonekana, It's the fruit that is visible, lakini dhambi huwa inajificha ndani. but sin hides in the Ndio maana heart. Paulo anasema hivi, That's why Paul said, zile vitu ambazo nataka kufanya, the things that I want to do, zifanye. I do them not. Hiyo ni Korinthians. Zile vitu ambazo nataka kufanya, The things that I want to do, zifanye. I do them Na zile not. zile ambazo sitaki kufanya, And the things that I don't want to do, hizo ndio those are the things that I ninafanya. do. Weka hiyo basi. Na kama ni hivyo, And if it is so, ina maana gani? it means, Nataka uone venye Paulo aliruka hii maneno. I want you to see what Paul said. When I read it, I love the way Paul said it. You got it? 1 Corinthians. Are we there? Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Romans chapter 7 verse 15. Safi. Okay, so let's wake up and get this done. Romans 7 from verse 15. Go back to, I do not understand. Let's read together. 1, 2, 3, let's go. I do not understand. What I want to do, what I hate. Hii ndio dilemma ambayo tuko nayo. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo. Sasa sikiza hapo. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema ile kitu ambacho kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Ile kitu ambacho ninanipendalo, ile ambayo ninafanya nifanye, sifanyi. Bali lile ninalochukia, na ile ambayo ninachukia ambayo sitaki kutenda, ndilo ninalolitenda. ndio natenda. Wangapi washajikuta kwa goli kama hiyo? Najua utaki kuinua mkono, watu wakaona wewe ni mwenye dhambi. Sasa wewe usiinue mkono, unijibu kwa roho basi. Tuongee kwa roho, sio? Tuongee kiroho ama kimoyomoyo. Wangapi washajikuta katika hiyo ngoni kwamba ile kitu yenye nafanya
Sio hiki chenye unataka kufanya. The thing that you want to do is actually not what Ama you kitu do. chenye unasema, sio chenye unataka kusema. And what you're saying is not what you want to say. You have a problem. Una shida. Next verse. Hatari. Inasema aje? And if I do what I don't want to do, I agree that the law is good. And the next verse. And it is, as it is no longer I myself who do it, but sin living in me. Paulo alikuwa kama sio mimi, wanapo wako na watoto wadogo. Hata sio watoto wadogo, iko watoto kiasi fulani. Nani anakula sukari? Si mnajua kansa? Ansa nendanga? Nani ameguza hii? Hiyo ndio standard answer. Sasa hata wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu akikuuliza nani amefanya hii? Sio mimi. Nasema sio mimi Mungu. Na Paulo anasema hii ni ishara kwamba kuna dhambi inaishi ndani yako. It's in verse 18. Verse 18. Soma next year. Verse 18. Kwa maana I know. najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Hata sasa hivi ukiuliza watu, kwa nini ulifanya dhambi? Atakwambia hata sitaki kufanya dhambi. Verse 20. Wangapi wanatoka hapa kanisani wakijua wanaenda kufanya dhambi? Inua mguu. Okay, so inua mkono juu. How many people leave the church and then I'm going to sin tomorrow? Yeah? Wangapi wanatoka hapa wakijua wamebadilika, hata namjenga Mungu, hii ni last chance umeniletea ama ni second chance na sitarudia. Hii ni wazuri. Mimi nataka kuuliza, wangapi washaambia Mungu kwamba jambo hili sitarudia tena? Mimi Mungu nakwambia sirudi. Alafu baada ya wiki moja hivi wakajikuta wamefanya nini? Wamerudia kile ambacho alisema hatarudia. Ni ishara kwamba chenye unafanya sio chenye unataka na inamaanisha kuna dhambi naishi ndani yako. Verse 20. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nitendalo, si mimi nafsi yangu itendayo. Sio mimi nafanya, si nafsi yangu. Bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. So Paul anasema hii ni dhambi ambayo inakaa ndani yangu. So that thing doing bad manners is something else living. Hiyo jini ni ngumu. Inashikika. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuosha kwa damu ya kondoo, iwe safi nguo nyeupe, zimeoshwa kwa damu ya kondoo. Look at it like this. You get the best you can. Leave my voice alone. I have too much sugar in my system. Now listen to this. Are we still together, Mama? Listen to this. Listen to this. Sikiza haya. How many people know today? Wangapi wanaojua kwamba I am in need of the Savior. Leo namhitaji Mwokozi. I've realized the things I do. Nimegundua kuna mambo nifanyayo. Let's go back to Mark 7. Turudi katika Marko 7. Mark 7:21. Marko 7:21. The things I do. Mambo nifanyayo are not the things I want to do. Sio vitu ndivyo ndivyo And if you find yourself like this, na ukijipata hiyo, you are actually in need of the blood of Jesus. Basi wewe wahitaji damu yake Bwana wetu Yesu You need Kristo. the blood of Jesus Wahitaji to damu wash yake you from within. kukuosha kutoka ndani. He says, Asema sexual immorality, usinzi, theft. wizi. Theft. Wizi huu. Kuna wale ambao Malachi 3:10. There are those in Malachi 3:10. Wale ambao Mungu anasema kuna wezi kanisani. Those whom God says they are thieves in the church. Malachi 3:10. Tunarudi hapa sijasahau. Malachi 3:10. Malachi. Rudi hapo nyuma kidogo. Sema Mungu anasema hapo kwa Malachi anasema enda tu nyuma kidogo tena. Hapo umepita tena. Nike wewe usomi ama unapiga tu kidude.
Hapa tu. Okay, Mungu anasema the people robbing me. Watu wengine wananiibia. Unaisoma? Anza na 7 basi. Anasema aje? Yet from the days of your fathers gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord. Mungu anasema mrudi kwangu. Rudi kwangu. Alafu anasema tutarudi aje? Hata Mungu anasema shida ambayo inafanya ninyi mtoke. Will a mere mortal man rob God? Ni kwamba mtu ambaye ni mtu wa mwili ananyang'anya Mungu pesa yake. Will a mere man rob God? And you ask, alafu najiuliza mimi, how are we robbing him? Mimi naweza rob Mungu, yani mwizi kanisani. In tithes and offerings. Mungu anasema wala ambao aje nisimame pande niangalie. Wala ambao walipi tithe wote ni wezi kanisani. Ni wezi wa mabavu, robbers. Na ni wezi sasa hii nataka tuangaliane, wewe uniangalie kwa macho na mimi pia nakucheki. Tunaangaliana hivi. Macho yetu kikutana, ujue kama wewe ni mwizi wa mabavu. Wengine wanaangalia chini, usiangalie chini. Mimi nataka kukuuliza, wewe ni mwizi wa mabavu? Mabavu. Ama wewe ni mtu mzuri? Amerika asalisa. Titus. Ni wangapi wanatoa fungu lao? Nimeuliza na ungwana. Ningeuliza hivi, wezi wangapi wako hapa siku ya leo? Wezi wangapi? Unajua nilikuwa najaribu kuuliza na ungwana, nisema how many tithers are in the house? Sasa nikaona hiyo sasa acha niulize tu kwenye iko. Wezi wangapi leo wamefika kanisani? Ambaye kuna mgogo. So, they are robbers. Soma maandiko. Let the Bible speak. Will a man rob me? Soma. Basi. Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Hata hivyo. Lakini nyinyi mnaniibia. Nani angalia ndani yako muulize wewe ni unaibianga Mungu ama ongea hapo juu. Hiki kitu ni kusaidiana bwana. Unaibianga Mungu. Wewe cheki jamaa vizuri, unaweza kuwa unaongea na amtropa. Unaweza kuwa unaongea na amtropa. Unaibianga Mungu. Lakini mnauliza tunakuibia kwa namna gani? Na Mungu anasema mnaniibia kwa zaka na dhabihu. So kuna watu wengi hapa ni armed. Angalia kama kuna any armed around you. Hakuna sivyo? Hakuna sivyo? Ama imepatikana? In the message it says. Mimi naona kama hakuna, lakini aje tuone. Nasema je, you ask, but how do we return? Verse 8. How do we turn to God? Begin by being honest. Start by being honest. Do honest people rob God? Answer by being honest. Do honest people rob God? But you rob me day after day. How have we robbed you? In tithes and offerings. In tithes and offerings. So let's go back to Mark. Turudi katika kitabu cha Mark. Kuna watu wengine, wanasemanga tithe yake hawezi kapeleka kanisani, afadhali apeleke kwa street, apeane wala ambao hawajiwezi. Hata niwasomee maandiko yenu hapo kwa Waebrania. Angalia hapo sasa. Inasema hivi kwamba ametuma Walawi waje, cheki hapo Waebrania. He has sent the Levites to collect offerings on his behalf. So kuna watu wanasema mimi yangu nikipita kwa street nasaidia nao watu. Hiyo inaitwa alms. alm. The moment umepeleka huko kwa barabara ama umesaidia nao mtu, hiyo ni alm. Sio tithe. Alafu wengine wanasema tithe ni ya Old Testament. Sasa ni Old Testament ni nini? Old Testament
tumesema agano inakuwa kwa wakati ambapo damu imemwagika. And so the Old Testament was brought by Moses. Moses ni Musa alileta sheria na akadhibitisha agano na akatengeneza hekalu, ile sanduku la agano, na akasema leo hii ni agano ambayo Mungu anafanya na watu wake, na akamwaga damu. Now that became a covenant that God made with the children of Israel. So Old Testament is not Genesis, but in Genesis Abraham paid time. Hebrews 7 verse 5 inasema, sikia, Waebrania ndio wale ambao walikuwa real Hebrew, na akasema sema sasa. Now the law requires sheria inahitaji hivi, the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people. Sasa wakuhani wa collect. Soma hapa. Inasema we should do what? We should you are not talking. Sasa wewe ukipeleka yako kwa barabara na hujapelekea mkuhani a collect, hiyo tunaita almu. ALM. So that your sins can be washed away by the Lord. Wanyama utenda dhambi na wanadamu pia utenda dhambi, lakini Yesu Kristo ndio anatosha kwa sababu hakuwahi tenda dhambi. Though animals and humans sin, only the Lord Jesus is perfect because he never sins. Mungu aliambia nani? Jose. Unataka kujua Jose? Kwa Kifaransa ndio ndio Jose. Akabidi Jose kaa kando. Na baadaye Jose ni mtu mzuri. Jose was a good name. Jesse gapi? Na abuzi mama. Hakuna mtu anaguza mlima. Hi babe, good morning babe. Lakini hakuna miezi ngapi? 6. Alafu pe mama ajifungue, uongeze zingine hapa ya kujitakasa kulingana na sheria ya Kiebrania. Ndio sasa anajaribu mama kujaribu. Alright. Kuna watu pastor, tunaweka hata kwanza leo viongozi, all leaders don't go. Nataka wachanue. Nataka niweke mazungumzo kwa maombi. Ndio wale ambao wanasemanga akijisikia na kuomba kuna Mungu nimetoka kujuzi tu saa hii. Nasikia ugumu wa kuomba. Wangapi washajikuta kwa goli kama hiyo? Hata kama unataka kuinua mkono juu, I can locate you prophetically. Sema pro. I don't have to prophesy that one. Wewe unajijua, si ujiseme tu baada kwa nini unaniambia muda wa kuprofesa. Kwa Kolosai 1:20. And by him to reconcile all things to himself. Ameturejesha kwa yeye. Whether things on earth or in heaven. Having made peace through the blood of Making peace through the blood shed on the cross. So, damu ya Yesu Kristo inatuletea amani na Mungu. Wangapi wanataka amani na Mungu? Hamtaki kupigana na Mungu? Then you need the blood today, right? Amen. I say you need the blood today. Yes. Wangapi wanasema afadhali mimi na Mungu, kati yangu na Mungu iwe sawa. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty of the body and of the blood of the Lord. Basi kila alaye mkate huu na kukinywa kikombe hiki cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation himself, not discerning the Lord's body. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. So mtu anaweza kunywa damu ya Yesu Kristo ama anaweza kunywa hukumu, haswa kama hajajihoji. Kila mtu ajihoji yeye mwenyewe. It is good to interrogate yourself. Na kaumega. Father, we thank you for your body. Bwana tukushukuru kwa mwili wako. That as we partake of it, kwamba tunapochukua eternal life
uzima wa milele operates mightily in our bodies. inafanya kazi katika miili yetu. That we receive life. Twapokea uzima. And you are with us and in us. Nawe uko nasi na uko ndani yetu. And so your body broken for us. Kwa hivyo mwili wako uliomwagwa kwa sababu yetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. The Lord, na Bwana, as you took your blood na ukachukua damu yako and tell us to drink, na ukatuambia tunywe, that this is the blood kwamba hii ndio damu of the new covenant ya agano mpya which was shed for us iliyomwagika kwa for sababu the yetu, forgiveness of our sins. kwa msamaha wa dhambi So zetu. today as we partake of your blood, Na tunaposhiriki katika damu yako Lord Jesus, Bwana Yesu, we receive forgiveness tunapokea msamaha, and we also give forgiveness. nasi twatoa msamaha. Tunapokea usamaha kutoka kwako Mungu. We receive forgiveness from you, Lord. Na sisi pia tunasamehe waliotukosea. And we also forgive those who have sinned against us. So I want to invite you, Na nataka kuwakaribisheni those from this side, wale ambao kutoka mkono huo wa kulia wa baba the bread waweze kuja kuchukua mkate and the blood. na damu. Nihurumie moyo safi, nihurumie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, nakuoneka mbele zako. Nihurumie moyo safi, nihurumie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, nakuoneka mbele zako. Nihurumie moyo safi, nihurumie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, nakuoneka mbele zako. Jesus for dying for me. Thank you for dying for us. And thank you for offering your body for us. In Jesus' name. Amen. You can take the body. Tushiriki kwa mkate. He took the cup and gave thanks. He said to them, drink of this, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Father, we thank you for the blood. That this blood stands as the covenant of the new. This is the New Testament. This is the new covenant. That we have escaped from the curses that followed our families and followed us. From the shortcomings and limitations that followed our families and followed our bloodlines. And you have called us by your name. And we receive the life that flowed from Calvary. From thy riven side, the blood that flowed, the washing of our sins, the life in your blood, that we have entered a new covenant. Not those ones made by goats and bulls that did not work. So as your people take the blood today, let any offering that was offered against their life be swallowed by the blood of Jesus. Be swallowed by the blood of Jesus. Those that Satan programmed for their blood to be shed, whether on air, whether on road, whether on land, whether on the sea, in the sea. Let this blood swallow them all. For this is the one blood, the all-sufficient blood that washes away all iniquities. Let our iniquities, let our transgressions that Satan has used as a hindrance against our progress be brought to a halt by the blood of Jesus. So you can take the blood. Tushiriki kwa damu.